somebody ambaye amefanya dhambi ya masturbation zaidi ni mimi. Mimi tayari nimepata hukumu ya tendo hilo. Kuna ugonjwa ambao sielewi ambao ulinijia. Nitetuo makite okangeo mane obirona. Mara nyingi ninajipata ya kwamba ninakuwa na uvimbe katika sehemu yangu ya choo. Niligundua kwamba shida hii ni kwa sababu ya dhambi hiyo, kwa sababu wakati ambapo sifanyi tendo hilo sina shida. Ilinizidi hadi kafika pali ambapo ninaona ya kwamba afadhali nifanye tendo hilo, hata hamu yangu ikatoka kwa mke wangu. I'm reminding you that I've been doing this yet I'm a pastor. I want you to remember that. I have had psychological sex with a lot of women and I've been using my wife as a tool. I want to tell you that as a pastor, just 3 months back, Shetani alitudanganya na mke wangu ya kwamba she was expecting. Mtoto wangu mdogo alikuwa na miezi 7. I just said that I could not face the embarrassment. We thought of abortion. The only fact that you have thought of abortion means that you have failed as a pastor. And you have to repent because you are a murderer. My wife was not pregnant. But all the same, I had decided to abort. I've been lazy. I've become a beggar and a con man. Right now, as young as I am, siaibiki kusema that I'm a watchman because I want to get money so that I can pay this debt. But I want to have genuine repentance. There's a very important person in the Anglican Church. That is leading them back to Jesus. Ya kweli ya kwamba mapadri wa dayosisi wamekufa kwa sumu. Mwana wa Nyasaye mlala wachungaji ambaye tulimpata akiwa anafanya ngono kanisani na mshirika na mama moja, kwa sababu mchungaji alikuwa na ukimwi na akagundua kama yule mama ndiye aliyempa ule ukimwi. Akaenda akachukua msichana wa huyo mama tena akalala na yeye. Kwa hivyo mama na ule msichana tayari wamekufa. Kuna wachungaji ambao wamepatikana wakiwa wanadrisi watoto wadogo, na huko tunasimama mbele ya madhabahu ya Bwana. Kuna mchungaji ambaye alikuwa akihubiri ukweli, lakini alipokuwa katika ule ukweli wa kusema neno la Mungu, na baada ya kukemea dhambi ambayo ilikuwa imetokea, alishikwa na watu na akapigwa na msumari wa inchi 6 kwa kichwa na akafa. Wanaenda kwa waganga, wanaenda kwa shirai. Kuna wachungaji wa Kenya wanaenda Uganda, mkono kupokea nguvu, kupokea nguvu kutoka kwa mapepo. Baba tusaidie, Baba tusaidie, Baba tusaidie, tusaidie Bwana. Kuna kusanyiko kwa Anglikana inaitwa KAYO, Kenya Anglican Youth Organization. Wiki yenye imesha tumekuwa Miasi Book Academy Kenya mzima. Jana wameshikwa usiku, wengine wakawekwa kwa seli kwa sababu walikuwa wamejificha wakifanya ngono. Hiyo dhambi tunataka tutubu kama vijana, ya kwamba Mungu atusamehe. Nimesimama kwa ajili ya KAYO Kenya mzima. Mungu atusamehe. Mungu atusamehe. Mambo ya Freemason yamezungumzwa sana hapa Kenya. Na unakuta maaskofu wetu wengi wameingia. Mungu atusamehe sana. Hii ulawiti ya kwamba mwanaume awe mwanaume, Mungu anakataa. Mungu anakataa kwa sababu aliumba mwanamke tu kwa sababu ya mwanamume. Saizi Archbishop wa Canterbury anasema mambo haya yaendelee. Sisi kama Nambale tunasema hapana, tumekataa. Sasa za Amerika tumekataa. Sisi Waanglikani tumekataa Roho Mtakatifu. Tukasema hiyo ni shetani. Lakini sisi Wanambale, pamoja na askofu
So today Kwa hivyo leo is one of the most important days in Kenya. ni siku muhimu sana hapa Kenya, Because the Anglican Church kwa sababu kanisa la Kianglikana is one of the biggest altars in the land. ni madhabahu makubwa sana katika nchi. There is no way Jesus can jump it. Yesu hawezi kulipita tu. He loves them too. Yesu anawapenda pia. And Toba is for free. Isaiah chapter 35 verse 8. Katika Isaya 35 mstari wa 8. And the highway shall be there. Njia kuu itakuwa And the highway shall be there. na njia kuu It itakuwa shall be called the way of holiness. Where we are going. It is the way of holiness. The baptism of water Batizo mar pi is for the remission of sin. en mar weyo richo. So you can be separated from sin. Koro inyalo pogi kod richo. But he says coming after him To wacho ni bang'e ng'ato is biro. he that is coming to baptize you with fire. Ng'ato mabiro bang'e biro batizo kod mach. Baptize you with the Holy Ghost. Obiro batisi kod Roho Maler. And when the Holy Ghost comes into you, E seche ma Roho Maler biro. he will kill the old person in Obiro you. nego Kericho naweza kuona pale.
you, Holy Spirit. Touch him right now and clean him today. Touch him. Clean him completely. Somebody help him. People help him out. No more cancer forever. Milele saratani In the haitakufuata. name of Jesus. Let us clap for the Holy Spirit. Pigia mtakatifu Let makofi. us clap for Jesus Pigia Yesu makofi. and the Father. Na Baba pia. He had HIV/AIDS with many wounds. Alikuwa na majeraha na virusi vya ukimwi. After 7 years coughing wounds, Baada ya miaka 7 ya kukohoa na majeraha, Kakamega, the Lord touched him pale Kakamega Bwana alimgusa. and he's free from HIV/AIDS. You cannot fight the Lord. Hallelujah. Just a moment here. He has brought the Quran. Ameleta Kurani. Bwana asifiwe sana. Naweza nikamshukuru Mwenyezi Mungu katika siku hii ya leo, manake nimepata kitu kipya. Bwana asifiwe. Sasa jana nabii akasema kwamba ni lazima Waislamu watakuja na lazima Wahindi watakuja na lazima Makatoliki watakuja. Amen. Sasa pale nilipokuwa nikiendelea tu kusikiza mambo, nikaona Mhindi anakuja na tubu. Sasa nikasema na mbona mimi nisitubu kwa ajili ya Waislamu? Takuaje? Sasa nikawa nasumbuliwa tu na mawazo pale, lakini nilikuwa nasikia ndani kule kuna aya moja hapa ambapo inasomwa ikinisukuma kwamba ni lazima utamkubali Yesu. Kwa sababu katika Qur'ani inasema kwamba Nabii Isa ndio atarejea wakati wa mwisho kuwachukua walio wake. Basi nilipokuwa nikiendelea wakati miaka hiyo yote nimekuwa shekhe, nilikuwa nafundisha, lakini sikukubali kusema ukweli uliokuwa ndani kule. Katika hii Qur'ani, 75% ya Qur'ani inazungumzia habari za Yesu na ukuu wake. Ikifika wakati kwamba ni kusoma, mnaweza mkashangaa, manake inasema Yesu ni neno la Mungu. Kwa lugha ya Kiarabu tunasema hivi, wa kalimatuhu, na ni neno lake Mwenyezi Mungu, wa ruhu minhu faaminu billahi, na ni roho aliyetokana mbele ya Mwenyezi Mungu. Anasema namna hivi katika Qur'ani tukufu aya ya 170, anasema kwamba ya ahlal kitaba, enyi watu wa kitabu, la takhufunu fi dinakum, msipindukie mpaka katika dini yenu. Naambiwa Waislamu wasipindukie. Qala semeni, ina malmasihu Isa ibn Maryam rasulullah, hakika Masihi Yesu mwanawe Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, wa kalimatuhu, na ni neno lake, wa alqaha ila Maryam, ambalo lilipelekwa juu ya Maryam wa ruhu minhu faaminu billahi, na ni roho iliyotokamana na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Katika kisa kingine Qur'ani inasema kwamba wakati Yesu alipokuwa anazaliwa, katika Qur'ani tunaita suratul Maryam, ni aya ya 19, inasema hivi, qala inna ma'ana rasulur rabbika, malaika Jibril akamwambia Mariamu kwamba hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, liaghbalika ghulama zakia, nimetumwa ili nikuje nikupe habari za kuzaliwa mtoto wa kiume mtakatifu, ismuhu Isa, na ambaye ni Yesu, wajuha fi dunya wal akhirati, naye ni waajabu katika dunia na katika He was not taught by Africans on this. Hakufunzwa na Waafrika kuhusiana na ile Qur'an. He was taught by the real Arabs. Alifunzwa na Waarabu wenyewe kamili. He says that's why if he decides to preach Jesus from the Quran, no man can say anything at him. Even if they are angry and they pick stones and try to throw at me, they cannot pick a stone at me. He knows the power of Jesus. He is
is a Muslim, now a Christian. The father touched him here. Baba aliniguza hapa. And he says he knows the power in Christ Jesus. Anasema anajua nguvu katika Kristo Yesu. That even if they are angry, nobody can pick a stone and throw at him. Ya kwamba hata akikasirika kuna mtu anaweza mrushia mawe. I invite you tonight to be with us among the pastors. Na kukaribisha jioni ya leo pamoja na wachungaji kwa ushirika. Remember the Spirit of the Lord. Kumbuka Roho wa Bwana. He said in the stadium yesterday Jana alisema kwenye uwanja jana that even the Islamic altar will come down. ya kwamba And so this is very prophetic. na kwa hivyo hii ni ya kinabii kabisa. This is not just a Muslim. Huyu tu si Muislamu wa This is kawaida. a sheikh, Huyu someone ni who was shahidi. teaching the word, Mtu ambaye anafunza huko kwa Waislamu. crossing and receiving the Akivuka na kupokea Yesu. the Lion of the tribe of Judah. Simba wa kabila la Yuda. He has triumphed. Ameshinda. Hallelujah. Let us clap for Jesus. I want everybody here Nataka kila mmoja hapa to repeat in English with me. arudie kwa Kiingereza. Tell him, Mwambie we welcome you into the kingdom into the kingdom of the Lord. And we love you as the brethren. We will be together in glory in heaven with the Lord. Hallelujah. We welcome you. takukaribisha. I will speak with you more. Nitanena nawe. He says, this is just a small one. I just got this to help myself on the road. But I have a very big one at home. Anapenda tu nisaidia kwa barabara lakini ni kubwa zaidi nyumbani. I want that big one. Mimi nataka hiyo kubwa. The beginning of this year, Sasa mwanzo wa mwaka huu when we're crossing into the new year, wakati tulikuwa tunavuka kwa mwaka mpya. the Lord has spoken with me Na hawakujua Bwana amekwisha mnenea regarding this year. kuhusiana na mwaka huu. And he said this year, Akasema mwaka huu if Kenya does not ikiwa repent, Kenya I will haitatubu sink this nation. nitalizamisha taifa And hili. the second thing he Na said, kitu cha pili in alichosema this year, kwa mwaka huu I am sending you to bring down Islam. ninakutuma uporomoshe Waislamu. And he showed me one of the mosques Akanionyesha msikiti mmoja destroyed ambao umeharibika as we're entering into the 1st of January. tulipofikiria tarehe 1 ya Januari. In that night he showed me the mosque Kwa destroyed. usiku huu akanionyesha The Lord is bringing down Islam. Bwana anashusha Islamu. Remember when he sent me to prophesy against Islam Kumbuka aliponituma nitabiri kinyume na before the tsunami happened, kabla ya tsunami kutendeka, and I prophesied against na Islam. nikatabiri kinyume na The Uislamu. Father came by voice. Baba akaja kwa He sauti, put a thick cloud between him and me, akaweka wingu kubwa kati yake na and he mimi, spoke to me by voice. akanena nami kwa And he sauti, said, one day Eastern religions, akasema anza kuwaonya wale dini za mashariki Mashariki, and especially Islam, na hasa sana tell Waislamu, them to repent in Christ waambie Jesus. watubu katika Kristo Yesu, Otherwise they shall know la sivyo watajua that the Lord God has spoken. ya kwamba Bwana Mungu And amenena. after that, Na baada ya hapo, look at what happened one Angalia- month after I preached it. angalia kile kilichotendeka mwezi mmoja baada ya mimi kuhubiri. Look at the tsunami. Angalia tsunami. And I warned them there is a storm coming from the Indian Nami Ocean. naliwaonya kuna wimbi linatoka Now katika look at bahari the Hindi. tsunami. Angalia tsunami. The epicenter of a tsunami, and that is in Indonesia, Na yuko pale the Indonesia largest Islamic country on earth. ambayo ni nchi kubwa ya Uislamu katika And it dunia. came and touched Sri Na Lanka, ikakuja ikaguza Sri and Lanka, that Islamic India. ikaguza India, Islam yani ya It kusini, came to Africa na ikakuja Afrika, and touched Somali, ikaguza and Somalia, touched coastal Kenya, ikaguza sehemu ya pwani ya and Kenya, touched Tanzania. ikaguza Tanzania. You see? Waona? So the Lord is bringing down Islam. Sasa Bwana anaporomosha Uislamu. These people were created by Jesus. Hawa watu waliumbwa na Yesu They are precious in the eyes of the Lord. na ni wa dhamana katika macho ya And Bwana. now the Lord is going to take them back for himself Na sasa Bwana anaenda kuwanyakua kwa ajili yake mwenyewe and bless them na kuwabariki and love them. na kuwapenda. Hallelujah. Let us clap for Haleluya. Jesus. Pigia Yesu makofi. The book of Isaiah.